Nina kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. I'm Apostle Ezekiel, Moto Tanzania. Leo ni siku njema na siku nzuri sana. Natamani tuingie moja kwa moja kwenye neno na maombi kwa neno. Neno kwa maombi. Baba, kwa jina la Yesu libariki neno. Kristo kila mmoja akabarikiwe, atakaposikiliza akafunguliwe kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Natamani tujifunze jambo ambalo litakuwa zuri sana leo, juu ya kuvunja madhabahu za giza na kujenga madhabahu za nuru. Lazima uelewe ya kwamba ili upate kuwa huru na kuwa salama, lazima ushughulikie madhabahu za giza kwanza. Madhabahu ni mahali palipoinuliwa au ni mahali palipojengwa kwa ajili ya kufanyika ibada maalum. Madhabahu ni mahali palipoinuliwa, palipojengwa na kufanyika ibada maalum. Na mahali pa madhabahu ndipo panapotolewa sadaka. Na mahali pa madhabahu ndipo panapotamkiwa maneno. Na mahali pa madhabahu ndipo panapobeba umiliki na utawala. Uhai wa mwanadamu uko ndani ya madhabahu. Na nguvu ya madhabahu na nguvu ya mwanadamu iko ndani ya madhabahu. Kwa ili uweze kuwa salama, unahitaji kuwa na madhabahu salama. Na ili uweze kuwa na nguvu, unahitaji kuwa na madhabahu yenye nguvu. Ili uweze kufanikiwa, unahitaji kuwa na madhabahu yenye uwezo wa kufanikisha. Sasa somo inaitwa kuvunja madhabahu za giza na kujenga madhabahu za nuru. Sasa madhabahu za giza ndiyo madhabahu 100% zinazotesa maisha ya watu. Ndizo zinazofunga maisha ya watu. Kinachotesa 100% kubwa afya, kinachotesa familia, kinachotesa ndoa, kinachotesa watu wengi kwenye maeneo yao, kwenye huduma nyingi, kwenye biashara nyingi, ni aina ya madhabahu za watu walizo nazo. Hasa hizi madhabahu zinatokana na namna ya watu ambao walishajenga kabla ya wewe hujazaliwa au wakati wewe umezaliwa. Kwa kuna madhabahu nyingine ilitengenezwa au imeandaliwa inayotokana na watu wa zamani waliojenga kabla yako. Nyingine madhabahu inatokana na wewe mwenyewe